is changing, not through slogans, not through promises alone, but through real action, real reforms, and clear vision for sustainable economic transformation. Over the past years, we have invested heavily in infrastructure, roads, airports, seaports, power generation, tourism development, and public services. But let me say something very clearly today. Modern buildings alone do not create investor confidence. True investor confidence comes from security, from stability, from predictability, and above all, from justice and legal protection. That is why our government is committed not only to physical development, but also to institutional transformation. We understand that investors do not only invest money, they invest in trust. And trust must be protected by law, not by personal connections. Our vision for Zanzibar is simple: a modern investment destination where every investor, local or international, can operate under transparent rules, equal opportunity, and legal certainty. Kwa ni siku moja muhimu sana kwa Zanzibar, na kama mnavyofahamu tuko katika harakati za hili jukwaa la kimataifa la uwekezaji hapa Zanzibar. Jukwaa hili ni jukwaa la pili, la kwanza lilifanyika kule Pemba na mwitikio ulikuwa mzuri sana, na jukwaa la mara hii tumelifanya hapa Golden Tulip, ambalo nia yake hasa ni kuitengeneza Zanzibar sasa katika ukuaji tofauti wa uchumi. Katika hicho kipindi tunachokuja mbele, kuwe na hadithi mpya inayohusiana na uchumi. Ninachofurahia ni kwamba ufunguzi umefanywa leo rasmi na Mheshimiwa Rais. Washiriki zaidi ya 800 walikuwepo katika shughuli yetu ya leo, kutoka nchi mbalimbali, nchi karibu 12, ikiwemo za Ulaya, Marekani, nchi za Afrika ikiwemo Nigeria, China na nchi za Middle East, lakini pia na nchi za Far East. Kitu kingine ambacho ni muhimu ni kwamba kubwa sasa hivi ni kutizama fursa mpya za uwekezaji. Lakini kama tunavyojua hali inayokwenda sasa hivi duniani, hizi nchi zetu hususan za Afrika zinatakiwa zijipange upya, na Zanzibar sasa hivi inataka kujipanga upya. Ninavyofahamu kwamba utalii ndio kipaumbele chetu tulicho nacho. Lakini haya matatizo ambayo yanatokea duniani sasa hivi ya vita na hizo shocks nyingine, external shocks, zinapelekea sasa tujipange vizuri, kwa sababu sawa utalii tunakwenda nao ni muhimu, lakini inapotokezea tatizo kama la tatizo tunaloliona sasa hivi, wale watalii wanatoka katika nchi hizo, kwa hivyo si rahisi kuja huku. Tumezungumza na tumejipanga sasa hivi kujitanua zaidi, kwa maana ya diversification ya uchumi, kujitanua kiuchumi zaidi, kwenda katika sectors kubwa ambazo zitakuwa nazo zina mchango mkubwa wa uchumi, ikiwemo na huo wa utalii. Kwa hiyo mada nyingi zilizungumzwa pale, lakini suala zima linalohusiana na uzalishaji kwa maana ya viwanda, hilo ndio lipepewa kipaumbele cha mwanzo, kuhakikisha kwamba sasa hivi tunajitanua kwenye viwanda vikubwa, viwanda ambavyo vitakuwa vinatija kwa nchi yetu, viwanda ambavyo vitaleta ajira kwa vijana, wanawake na local communities zetu. Lakini eneo jingine ambalo limezungumzwa pale ni suala zima linalohusiana na bahari, matumizi katika bahari kwa maana ya blue economy yenyewe. Bado hatujafikia yale malengo ya serikali na inabidi tujipange upya. Sera, sheria tayari zipo. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba uwekezaji mkubwa katika maeneo haya ya uchumi blue yanakuwepo, yakiwemo uvuvi wa bahari ile ya ndani, lakini pia bahari ya nje, kwa maana yale maeneo tengefu ya uchumi ya bahari, kwa Kiingereza wanaita exclusive economic zones. Lakini pia ufugaji wa rasilimali za baharini, ikiwemo samaki, ikiwemo pweza na vitu vingine, lakini ulimaji wa mwani ni kitu kimoja muhimu. Lakini hii ukiichanganya kwa pamoja, tunachokitaka mwisho wake kama nchi ni kuhakikisha tunaongeza thamani ya hivi vitu, ili sasa
kuwe na mabadiliko ya badala ya kuingiza vitu nchini tuanze kusafirisha nje ya nchi, au tuanze kuzalisha vitu ambavyo vitatumika katika sekta yetu ya utalii. Kama mnavyojua, Zanzibar kuna hoteli sio chini ya 600 na zote zinategemea mahitaji yake kutoka nje ya Zanzibar. Kwa hiyo hapo kuna fursa kubwa ambayo wawekezaji wamejulishwa ili kuhakikisha kwamba nchi hii sasa inakuja juu kiuchumi. Diaspora Zanzibar, namwambia mtu yote anaishi nje, rudi nyumbani, njoo nijenge Zanzibar pamoja, lete nini experience yenu, invest in Zanzibar. Maana sasa hivi vitu tele hapa Zanzibar inaruhusiwa kufanya invest, na unasubiri nani? Mimi nimerudi na mimi nimefurahi, na mimi tabaki hapo hapo. Zanzibar oye, diaspora oye, Zanzibar oye, na rais yetu Mwinyi oye. Asante. Kwa tunakoelekea, Zanzibar inaelekea katika uchumi ambao unategemea sana sekta binafsi, uchumi ambao utategemea uwekezaji na wawekezaji ambao wako serious. Tayari serikali yetu imetengeneza mazingira ambayo yako mazuri katika miundo mbinu, na policy ambazo zipo zote zinakaribisha wawekezaji. Kwa hivyo Zanzibar inakuwa katika kiwango kikubwa sana, na tunategemea kwa kuwa katika kiwango hichi kitaelekeza sana kuhakikisha kwa kuwa tunafanya maendeleo na uchumi wetu utakuwa ni mkubwa zaidi.